Moja ya mambo ambayo watu wanasema lazima yatokee ni kwamba lazima kuwe na hekalu la tatu litakalojengwa. Sawa, ni wangapi kati yenu mmesikia hilo? Sawa, baadhi yenu mmelisikia. Na sababu wanazotoa ni, namba moja, imetabiriwa katika Biblia na bado halijatokea. Kwa hivyo basi lazima litokee katika siku zijazo. Sawa, basi ikiwa walikuwa sahihi kuhusu sehemu ya kwanza, wanaweza au wasiwe sahihi kuhusu sehemu ya pili, kwa sababu kuna unabii wenye masharti katika Biblia. Sawa? Sasa basi nyingine iko katika Watesalonike wa pili. Inazungumzia huyu mtu wa dhambi aliyeketi katika hekalu la Mungu akijionyesha kuwa yeye ni Mungu, na hawezi kufanya hivyo isipokuwa kuwa na hekalu la Mungu hapo ili aketi ndani yake. Sasa hiyo inaonekana kuwa na mantiki kabisa na rahisi na ya moja kwa moja, sivyo? Sawa, hebu tuangalie baadhi ya maandiko. Kwanza, kitabu cha Ezra sura ya kwanza inasema kwamba neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia nabii lipate kutimizwa. Koreshi alitoa tangazo na kuliweka pia katika maandishi, na inasema mambo machache zaidi pamoja na hayo, lakini inasema kwamba tangazo hili lilisema kwamba Wayahudi wote waliotaka wangeweza kurudi Yerusalemu na kujenga upya hekalu. Sawa? Sasa hiyo ilisema nini? Inasema kwamba maneno ya Bwana kwa kinywa cha Yeremia nabii yapate kutimizwa. Hivyo unabii wa Yeremia kuhusu hekalu ulitimizwa katika hekalu la pili, na hivyo ndivyo Ezra anavyosema. Ona, mimi nanukuu tu Ezra, na kwa sababu haya ni maneno ya Mungu, maneno yangu hayafai, lakini neno la Mungu ni kamilifu. Sasa basi, vipi kuhusu unabii wa Ezekieli? Ezekieli alilipima hekalu, unajua, katika maono, na aliona maji yakitoka ndani yake na kuteremka kupitia Engedi na watu wakivua samaki huko chini, ambapo hakuna kitu kilicho hai sasa katika maji hayo zaidi ya mwisho wa kusini wa mto Yordani. Baada ya Mungu kumwonyesha mambo haya yote, ukisoma katika sura ya 43, sawa, ni vizuri kusoma sura hiyo yote. Inasema, ikiwa wanajuta kwa dhambi walizofanya dhidi yangu, basi waonyeshe hili. Sawa? Je, waliwahi kujuta kwa dhambi walizofanya dhidi yake kama taifa? Danieli alijuta. Alisali mara 3 kwa siku, unajua, na kumuomba Mungu awasamehe na kurudisha hekalu na haya yote. Jibu ni kwamba hawakujuta na hekalu hilo halikutokea. Sasa basi, Waisraeli walipoingia katika nchi ile, waligawanywa katika makundi mawili. Kundi moja liliwekwa mlima Gerizimu, lingine mlima Ebali. Iliitwa milima ya laana na mlima wa baraka. Nakumbuka hiyo. Na Mungu akawaambia kupitia kiongozi wao, mkizishika sheria zangu na amri zangu na maagizo yangu, basi mtakuwa kichwa cha mataifa yote, na utajiri wa mataifa utatiririka kwenu. Kisha ikafika wakati wa laana. Akasema, mkikataa kuzishika sheria zangu, amri zangu na maagizo yangu, basi mtakuwa mkia wa mataifa. Nitawatawanya kati ya mataifa, nami nitafuta upanga nyuma yenu, nanyi mtakuwa kitu cha dhihaka na kuzomewa. Hivyo ndivyo ilivyotokea. Hawakuzishika sheria za Mungu na amri zake na maagizo yake. Hivyo jamani, hiyo inaondoa unabii wa Ezekieli na unabii wa Yeremia. Vipi kuhusu ule usemao mtu wa dhambi ameketi katika nyumba ya Mungu akijionyesha kuwa yeye ni Mungu? Kuna mtu aliye hai duniani leo. Yeye na watangulizi wake waliondoa amri ya pili. Waliondoa amri ya pili kuhusu kutengeneza sanamu na mifano na kuzisujudia. Wanasema hawazitumikii, lakini unajua wanafanya sehemu nyingine 2 walizoambiwa wasifanye. Hivyo wakaiondoa amri ya pili kwenye katekisimu yao, na wakaigawanya ile ya 10 ili ziwe jumla ya 10.
Sasa, unafikiri kuna mtu yoyote mwenye mamlaka ya kubadili sheria ya Mungu wakati yeye anasema hata ibadili wala kuigeuza? Sidhani kama ipo. Sasa, siku moja Kristo alikuwa akiponya wagonjwa, naye alipenda kufanya hivyo. Na mtu huyu mmoja inaonekana alikuwa akijihisi mwenye hatia sana. Alidhani tatizo lake lilitokana na ukweli kwamba alikuwa amefanya dhambi, na ni wazi alikuwa amefanya. Na Kristo akasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Inuka, jitwike kitanda chako uende. Basi Wayahudi wakachukua mawe na walitaka kumpiga mawe hapo hapo. Naye akasema, kwa kazi gani njema mnataka kunipiga mawe? Wakasema, si kwa ajili ya kazi yako yoyote njema, bali kwa sababu wewe ukiwa mwanadamu unajifanya kuwa Mungu. Kwa maneno mengine, ni Mungu pekee anayeweza kusamehe dhambi jamani. sivyo? Lakini mtu huyu anadai kwamba anaweza kusamehe dhambi, sivyo? Akijionyesha mwenyewe kuwa yeye ni Mungu. Haisemi kwamba yeye ni Mungu, inasema akijionyesha mwenyewe kuwa yeye ni Mungu. Na yuko ndani ya hekalo. Ni hekalo lake. Sawa. Yeye ni papa na ana moja ya mahekalu ya kipagani yenye madoido zaidi ambayo utawahi kuona maishani mwako, ikiwa utafika kule na kuliona au kutazama baadhi ya picha. Hivyo jamani, hilo limeshatimia tayari. Lakini tukirudi kwenye kile nilichosema awali, ikiwa tutasubiri kurekebisha mambo kati yetu na Mungu hadi baadhi ya mambo haya yaliyotabiriwa yatokee, hata tukubali hata hivyo, sivyo? Hili ni jambo ambalo tunapaswa kulifanya sasa. Ninashiriki hadithi ya Feliki. Unajua hadithi kuhusu Paulo? Walikuwa wanakwenda kumuua. Hivyo alikata rufaa kwa Kaisari, ambayo ilikuwa haki ya kila raia wa Kirumi. Na hivyo ilibidi wampeleke kwa Kaisari ili aweze kufika mbele yake na kupokea hukumu. Akiwa njiani kuelekea huko, baadhi ya watu hawa walijaribu kumshawishi ache, kwa sababu mtu aliyekata rufaa kwa Kaisari, hakuna aliyeweza kumnyima hilo, lakini angeweza kuiondoa rufaa yake. Hivyo watu mbalimbali walijaribu kumfanya aiondoe hiyo. Hakufanya hivyo, lakini inasema Feliki alimleta ndani. Na inaonekana Paulo alikuwa mtu tajiri kiasi. Unaona, Feliki alikuwa akitaka pesa kidogo au kitu fulani. Ukisoma hadithi hiyo, baadhi ya watu hawa wengine walikuwa wakitaka zawadi ili kumtangaza kuwa hana hatia, wamwache aende. Hivyo hilo lilikuwa chaguo jingine. Ungeweza kuamua kwamba hakuwa amefanya lolote, hivyo basi hakuhitaji kwenda kwa Kaisari au kwingineko. Lakini hata hivyo, inasema Paulo alipokuwa akitoa hoja za haki na za hukumu inayokuja, Feliki alitetemeka. Haya, hapa tuna mtawala mwenye nguvu wa Kirumi, gavana wa jimbo kubwa la himaya kuu, akitetemeka. Mtu huyo alisema nini? Alisema, nenda zako kwa sasa. Nitakapopata wakati unaofaa zaidi, nitakuita. Hilo halikutokea kamwe jamani. Haikuandikwa katika Biblia hata hivyo. Feliki alikufa akiwa mtu aliyepotea, lakini alisema hapana au subiri kwa fursa bora zaidi ambayo Mungu mwenye hekima yote, mwenye nguvu zote na mwenye upendo wote angeweza kumpatia. Na wewe na mimi tunapokea fursa hiyo hiyo. Hatuthubutu kusema ngoja na hatuthubutu kusema hapana, kwa sababu tukifanya hivyo tumetupa uzima wetu wa milele. Na haijalishi mtu yoyote anakuambia nini kinyume chake, ndivyo Mungu asemavyo. Leo ndio siku ya wokovu.